Unapotaka kuitengeneza biashara yako leo, na kukumbusha tu, hakikisha unatafuta maarifa juu ya biashara yako. Ili utengeneze mtaji mkubwa katika biashara yako, ni lazima uwe na maarifa na huduma hiyo. Katika biashara ulionayo, jitahidi kuitengeneza iwe na maudhui chanya ya kukua, kwa sababu tu umekuwa tayari kuyatafuta maarifa juu ya biashara hiyo. Unaambiwa hivi, mtaji ni kitu cha kwanza, maarifa ni kitu cha pili. Unaweza kuwa na mtaji na ukakosa maarifa, hata ule mtaji ukaupoteza pia. Haujawahi sikia? Anza na milioni 20, sasa hivi yuko wapi? Hata 300,000 hana. Kwa nini? Alitamani kufanya biashara fulani, pasina maarifa naye akaingia. Si hivyo tu, kuna wale ambao tunaishi kwa kushindana pia. Yule kaanzisha milioni 10, mimi naanzisha milioni 40. Sikiliza, kila mlango umefungiwa baraka yake. Ni namna gani utaufungua? Ni wewe kukielewa kile unachotaka kukifanya na kuelewa nini jamii inahitaji. Mtafute aliyefanikiwa, mtafute ambaye hajafanikiwa, mtafute pia yule wakati. Huyu ambaye amefanikiwa atakupa nguvu wewe kuwa inspired kuwa kama yeye, lakini huyu ambaye hajafanikiwa atakufundisha namna gani uepuke kilichomfanya yeye akaanguka. Lakini pia katika ile level ya kati itakusaidia kukupa matumaini ni namna gani uweze kuendelea na kukua katika biashara yako. Wekeza katika matangazo, usiwekeze tu katika mtaji na kuuza pekee. Ili tukufate ni lazima utuite. Haijawa asari kama maua na nyuki hawajashirikiana. Hata mimi leo nakwambia, haijawa biashara yako kwa kuwa tu ina mtaji. Itahitaji mtaji, lakini pia tunataka tukusikie, tukuone. Mtanzania anapenda kelele. Usipopiga kelele katika biashara yako, hakuna atakayekufuata. Ndio maana sasa hivi wafanya biashara wengi wanaingia TikTok, wengine wanafanya comment, lakini wanatangaza biashara zao. Yangu, dada yangu, simama leo. Ulivyoumbwa haujaumbwa katika udogo. Nakukumbusha, fanya tafiti ili unachokifanya kizae matunda. Tengeneza tabia ya kuandaa bidhaa bora ama huduma bora. Ukiamua kulifanya jambo, lifanye kweli kweli. Ukipewa nafasi ya kufanya, fanya kana kwamba hutopewa tena nafasi hiyo. Ubora wako ndio utakao kufanya mteja aje. Ubora upo kwenye nini? Nisikilize. Namba 1, smartness. Hakikisha biashara yako ina nzuri katika muonekano, good outlook. Kama ni bidhaa, umeipaki vizuri, ilebo vizuri. Kama ni huduma ya mgahawa, kama ni huduma ya chakula, ni hoteli, hakikisha mandhari yako ni safi, inapendeza. Kama ni duka la vipodozi, kweli mtu akifika aone yes, lile ni duka la vipodozi. Kama ni hospitali, kama ni kampuni, mtu akiingia aone yes, nipo kwenye kampuni. Malkia wa Nguvu 2026. Koleza Levels.